السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين نجم الرشاد. أما بعد, ndugu zanguni katika imani, naihusia nafsi yangu pamoja na kuhusia ndugu zangu katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zanguni katika imani, tusijisahau katika huu ulimwengu ambao kwamba umejawa na mambo mengi sana. Tusisahau ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatuhusia ya kwamba tukumbuke mauti. Kila wakati tukumbuke mauti. Maana ya kukumbuka mauti ndio kutengeneza nafsi ya mja, kuifanya moyo wako uwe unamuelekea Allah kila wakati. Ndugu yangu katika imani, kaa siku moja ujiulize kwamba wewe umeletwa katika huu ulimwengu, na huyo aliyekuleta katika ulimwengu akakupa amri ya kumwabudu. Kwa nini haumwabudu? Na furaha gani unaipata kutokumwabudu Mwenyezi Mungu? Kwa nini nafsi yako hauiulizi ya kwamba kwa nini wengine wanaswali alafu wewe huswali? Kwa nini nafsi yako haiumi kwamba kwa nini yule anaswali mimi siswali? Kwa nini hauteseki nafsi yewe mja wa Allah? Kwa nini haujiulizi maswali mengi kuhusu ibada ya Mwenyezi Mungu? Allah amekuumba na akakupa amri ya kumwabudu. Vipi wewe ndugu yangu Muislamu, ibada inakupita, masaa yanakupita, lakini si mwenye kuswali? Tusidhurulike na dunia ndugu yangu katika imani. Wamal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Hivi kwani wewe hujui kwamba haikuwa hii dunia isipokuwa na yenye kupita? Wangapi walikuwepo na uliwaona, lakini leo hawapo tena. Ushujaa gani ambao wewe ndugu yangu katika imani unaupata kana kwamba huwezi kumwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala? Kulikuwa kuna majabari wangapi? Kulikuwa kuna matajiri wangapi? Ewe ndugu yangu, usijisahau katika imani. Tambua, walal akhiratu khairul laka min al-ula. Na akhira ndio bora, khairul laka min al-ula, kuliko chochote kile. Na hiyo akhira ndio yenye kubaki, dunia itapita. Masaa yanavyokupita, kifo kinakusogelea ndugu yangu katika imani. Jihadhari ndugu yangu, isikughuli dunia. Wangapi wameiacha leo wamekwisha angamia ndugu yangu katika imani. Ni mapambo tuliowekewa katika huu ulimwengu, lakini yasifanye sisi tukawa miongoni mwa watu ambao kwamba watakufa katika hasara, lakini tuwe sisi ni miongoni mwa watu ambao kwamba watakufa katika khairi min Allah. Enyi ndugu zangu ni katika imani, na yusia nafsi yangu mimi pamoja na kuhusia ndugu zangu ni katika imani, tuwe tuna tabia ya kujikumbusha na kujihimiza katika kufanya khairi, na tujihimize katika kuomba tauba, kwa sababu hakuna mwanadamu asiyekosea katika ulimwengu. Kila siku ya Mungu ya kutaka wewe uombe msamaha. Angalia mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye alishaaidiwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye akifa tu peponi, lakini haijapata kupita siku basi na kumwelekea Allah kumuomba msamaha. Hata maswahaba wakamuuliza mtume Muhammad sallam, ya Rasulullah, ibada nyingi unazifanya mpaka miguu inavimba, kwa nini na kati wewe ushahidi wa pepo? Mtume akamwambia, hivi mimi nisimshukuru Allah kama yeye kashaniahidi pepo, mimi nisimshukuru Allah kwa kumwabudu niridhike? Basi hii ninayofanya mimi ni shukurani mbele za Allah. Angalia shukurani ya mtume ni kuabudu kweli kweli, kukatisha usingizi, kusimama usiku. Wewe, mimi na wewe ndugu yangu Muislam tunalala, hatuna hata wasiwasi. Mtume yeye katika hadithi anasema, katika riwaya mbalimbali anasema kwamba yeye haka yake yeye mtume Muhammad anatubu
katika siku mara 100. Riwaya nyingine ikasema mtume kwa siku anatubia mara 70. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, tujitahidi katika kuomba toba, tumuombe Allah tuhifadhi na kila shari. Lakini ndugu zanguni, tujiulize, tuitumie akili yetu katika kujipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'as salam wa antum bi khair.